Mimi sio mpenzi sana wa mambo hayo ya watu maarufu, lakini kuachana kwenye dini yetu ya Kiislamu, kuachana kupo. Umeelewa bwana? Kuachana kupo. Kwa hiyo mtu akimwacha mke wake mimi naona kwetu kwa sisi Waislamu kwamba kupo. Sababu wanaijua wenyewe. Lakini sio kwamba eti jambo katika Uislamu hakuna kuachana. Uislamu haumfungi mtu. Umeelewa? Uislamu haumfungi mtu. Sio kwamba wewe umeoa alafu ndo unampa shida mwanamke, anapata tabu, anateseka, anafanyaje eti asiombe talaka kuondoka. Uislamu unamwambia avunje ndoa, aondoke zake. Kwa nini? Isipokuwa kuna masharti ya mwanamke kudai talaka. Kwa sababu talaka ni ya mwanamme. Unaona, talaka ni ya mwanamme. Kwa hiyo mwanamke akitaka kuondoka katika ndoa ya Kiislamu anajivua. Kujivua maana yake ni kurudisha pesa ambayo yeye alipewa kwa sababu ya kuolewa, atampa yule mwanamme ili mwanamme akatafute mke mwingine, kwa sababu wewe mwanamke ndo umedai talaka, yeye hakutaka kutoa talaka, basi akatafute ile sehemu yako apate pesa kumweka mbadala wako. Hata kama mmepata watoto hata 10, 15, Uislamu unaruhusu kuachana kwa sababu. Sasa wewe ndugu yangu umeoa mwanamke hakuheshimu, anakudharau, hakuna heshima ndani, hajui wewe mume nani, ovyo ndani, utakaa naye? Uislamu unasema mpe talaka aende akatafute yule ambaye anayeweza kuishi naye, kwa sababu lengo la kuoa ni kupata utulivu. Mungu anasema litaskunu, ili upate utulivu. Utulivu upati, ndoa ya nini hiyo? Lakini Mungu kwanza anasema kukiwa na watu kutoelewana baina ya mwanamke na mwanamme ndani ya ndoa, hawaelewani, cha kwanza mnatakiwa mfanye sulhu. Imeshindikana, mtaita pande mbili za kike na za kiume mkae pamoja, mfanye sulhu pale. Mimi naamini wazee wakikaa pamoja sulhu itapatikana, tena itapatikana. Lakini chengine ambacho mwanamume nayo anayo haki ya kuacha mke ikiwa hajaona yale anayoyataka kwa mwanamke. Lakini Mungu kapanga kuna talaka 3. Talaka ya kwanza unaweza ukampa mwanamke, ina miezi 3 ya kujisikilizia. Ndani ya miezi 3 ile, kwa maana huenda mkakubaliana kukaa pamoja, Uislamu unaruhusu kurejeana. Na sheria yake pale mbaya, kwa sababu mkiwa tena natakiwa akae mule nyumbani kwako. Akimaliza miezi 3 ndo aondoke, na siku ukionja ubuyu tu umemrejea. Yaani siku kamuita Mama Fatuma tuburudike, ndo tayari hiyo. Hiyo ya kwanza. Ya pili nayo hivyo. Ikija ile ya 3 umetoa zikafika 3, hauruhusiwi kumrejea huyo mpaka aolewe na mwanamume mwingine, amuache ndo uje kuoa wewe. Na ile miezi 3 ya mwanzo ya kusubiria ikiisha, unaruhusiwa kuoa kwa talaka ya kwanza na ya pili, lakini ya 3 mpaka aolewe na mwanamume mwingine, aachwe, alafu uje kumuoa. Lakini hizi ndoa unazoziona za kina Bwana Manala na huyo nani, hizi ndoa za show. Umeelewa? Hizi sio ndoa, yani hawatu hawaoani kwa sababu kuna fadhila fulani ya Mungu anayoitaka. Sasa nyinyi mshaachana, sina tusu nini? Yaani kuuliza swali, usiwashaachana kutuambia sisi si ndo mashahidi? Au si kina si ndo Mungu wao? Si ndo baba yake yule mwanamke? Nyinyi mshaamua kuachana, yameisha, si ndio hivyo? Kwa hiyo manake ukiona mpaka wanatoa wanatangaza tumeachana, tumefanyaje, manake ilikuwa ndoa ya show, kwamba wanataka waonyeshe watu sisi ni watu aina fulani. Hakuna ibada hiyo kwa Mungu. Na ndio maana hizi ndoa za kwenye mitandao haziwezi kudumu, kwa sababu mwanamke unapomweka katika mitandao inakuwa shida, unamuuza mkeo. Wewe ushaoa, ya nini kukaa kwenye mitandao tena kumuonyesha mke wangu mzuri, mke wangu hivi, alafu vile viguo wanavyovalishana? Sasa ni uhuni mtupu. Uhuni. Maumbile ya mwanamke anayeona mumewe. Sasa kipindi kile mimi nimeona Manara yule mke wake kamweka mpaka visiwa vinaonekana. Kuna watu wana hela zao huko wanatamani. Wewe mpaka hela zako ukaisemea Yanga au Simba ndio upate hela. Kuna watu wana madini wajue leo wanapeleka wapi. Mimi nakwambia kweli. Kwa hiyo talaka kwenye Uislamu imo, wala sikupe shida. Kama wameachana ndo washaachana, wala usipe shida she.
Talaka imo katika Uislamu, na kama kuachana ndio wameachana, ila sisi haituhusu, wanajua wenyewe walichoachania. Ya nini? Kwenye dini hamna hiyo. Kwenye dini hamna. Talaka ni ya kwako wewe na yule unayemuacha, ndio unampa talaka. Sisi kutujulisha sisi bado unaendelea na show yako. Sasa ustaa sio kwenye dini. Sasa hii dini utakayofanya ustaa ufanya, la kusifanya kwenye dini, lakini dini ina taratibu na masharti yake. Haina ustaa dini. Dini haina ustaa. Inna akramakum indallahi atqakum. Mungu anasema mbora wenu ni mcha Mungu. Kwa hiyo sisi hatusaidii ustaa wako kutuonyesha sisi kwamba umemwacha mkeo. Si natuhusu nini wewe kumwacha mkeo? Ugomvi wenu sisi unatuhusu nini? Uislamu unasema babako na babako, mamako, ndugu ndo mkae msuluhishe. Tena ndugu. Uislamu unasema ndugu pande mbili zikutane. Sio sisi unatuandikia kwenye mitandao, si natuhusu nini. Kwa hiyo hawaishi katika maisha ya dini. Hilo nalo tatizo. Unajua kuna kipindi, kwani kuna familia hazina ugomvi? Familia zote zina ugomvi. Yaani hakuna mtu ambaye anaweza kuishi na mwanamke ndani akaishi salama. Hiyo chukua, una hiyo. Hakuna mtu anaweza kuishi na mwanamke ndani akaishi salama. Ndio maana wameitwa hawa. Hawaelewi hawa. Hawasikii hawa. Kwenye ndoa, hawaelewi hawa. Hawasikii hawa. Hawaeleweki hawa. Ndio maana wameitwa hawa, kwa sababu ni watu ambao, ndio maana wameitwa hawa. Make hawaelewi hawa. Hawaeleweki hawa. Hawasikii hawa. Ndio maana wameitwa hawa. Kwa hiyo ndani ya ndoa misukosuko lazima, ila kila mtu anavumilia na misukosuko yake. Hakuna dhambi kubwa kama ya kusemana. Wailul likulli humazatil lumaza. Mungu anasema adhabu kali itakampata mtu ambaye anampa kisogo. Yaani mtu katoka kamsema. Wanasemana kwa sababu na washamua kuachana, kila mtu afanye maisha yake. Kwa nini mnasemana? Mngetaka kusemana mngesemana ndani afu mkaelewana. Lakini mazali jambo nyenye lishakatekata, mkisemana mnampa faida nani? Yaani kila mtu anataka kujua mimi sio mkorofi yeye. Mimi sio mkorofi yeye. Haya mambo ndio maana Mungu akayasema kwamba waitane pande hizi na pande hili wazungumze. Bwana we ndoa ngumu bwana, asikwambie mtu bwana. Hasa wanawake wanaoona mitandaoni kwa sababu ya umaarufu. Leo kaolewa na Azizi Ki, kesho kaolewa na nani, kesho na nani, kesho kutwa na nani. Wale wa wanawake ambao wanaona kwamba wana umaarufu sana, wana shida yao sio ndoa, shida yao umaarufu. Kapita na huyu, katoka na huyu, kafanya hivi basi. Kwa hiyo ni shida katika dini. Ndoa ngumu sasa. Hakuna ndoa nyepesi, ndoa ngumu. Mimi nikupe kisa kimoja nikumalizie. Kuna ustadhi kwa watu amawaiza msikitini. Akasema wale ambao wote wana shida na wake zao wasimame juu. Walisimama wote, akabaki mtu mmoja akakaa chini. Sheikh akasema jifunzeni kwa huyu. Hana shida kwa mkewe, sisi tumesimama, huyu anaonekana yuko sawa na mkewe. Wewe bwana, kwani unatumia nini mwenzetu mpaka unakuwa sawa? Akamwambia Sheikh acha. Yaani jana nimepigwa hata kusimama siwezi. Kwa hiyo mnaka watu wasimame, mimi siwezi kwa sababu nimetandikwa kweli kweli. Sasa kwa hiyo ndoa ngumu sana. Ndoa kuvumilivu unahitajika wali ya juu sana. Vinginevyo mambo yanakuwa magumu katika ndoa. Lakini watu wasiweke mitandaoni ndoa zao wakapambana na husda. Mkeo starehe yako wewe bwana, unamwekea mtandaoni wa nani bwana? Umeelewa bwana? Wafanya hivyo.